Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Violet, ni mtangazaji wa GCI TV. Niko na wenzangu Vivian Samuel, Sophia Patrick, Lucas Dwayvos. Amina. Karibu tena kwenye mada yetu ya leo, kwani leo hatujaja kuzungumza tu, bali tumekuja kukuamsha rohoni. Tumekuja kuzungumzia kwenye muda ambao watu wengi kuwa wamelala, bali mbingu huwa zimefunguka. Kwani mada yetu ya leo inahusu nguvu ya maombi ya alfajiri. Amina. Kuna siri gani kwenye maombi ya alfajiri? Basi endelea kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi, maana kwenye mada yetu ya leo tutaongelea sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni kwa nini alfajiri. Wapenda watangazaji wenzangu, naomba kuuliza swali moja kwa moja. Ni kwa nini haya maombi ya alfajiri yanatajwa kuwa na nguvu sana kuliko muda wote kwenye siku? Kwa sababu alfajiri ni dakika ya mwanzo kabisa. Hivyo basi ukiweka mwelekeo wako wa mwanzo ndo unapanga mwelekeo wa siku nzima. Ndugu watazamaji, tunaona ni kwamba jinsi gani ukikabidhi alfajiri yako kwa Mungu, siku nzima italindwa na kuongoza na Mungu. Tunaona katika kitabu cha Zaburi 5 mstari wa 3, Bwana, utasikia sauti yangu asubuhi, Bwana, na kukabidhi sala yangu. Hivyo tunaona ni jinsi gani, ndugu mtazamaji, unaacha kila kitu chako, unaanza na Mungu kwanza kabla ya kufanya shughuli zako zozote za kila siku. Na niseme ukweli, alfajiri si rahisi kila mtu kuamka na kufanya maombi, na ndio maana ina nguvu sana. Na kila kitu chenye gharama kinahitaji kujinyima. Hivyo basi unapoingia gharama ya kuacha usingizi na kufanya maombi ya alfajiri, basi tegemea matokeo makubwa kutoka kwa Mungu. Kwa ufupi ni kwamba alfajiri sio muda wa kawaida kiroho, bali ni muda wa uwekezaji kiroho. Na unapoanza alfajiri na maombi, ndipo Mungu anapotuma ulinzi wake. Basi mpendwa mtazamaji, tumemaliza sehemu yetu ya kwanza, tunaingia kwenye sehemu yetu ya pili inayosema uhalisia wa maisha. Hapa kwenye uhalisia wa maisha, wapendwa watazamaji, utakuta watu wengi sana wanatamani kufanya haya maombi ya alfajiri, ila wanakuwa wanashindwa kuyafanya kwa sababu ya usingizi. Na hapa ndipo ilipo usiri ya nguvu ya maombi ya alfajiri. Kwa sababu shetani anakuwa anaamini ukifanya maombi ya alfajiri unakuwa umemshinda yeye, basi anaamua kukupa roho ya uvivu ya kufanya maombi. Ndugu watazamaji, hata mimi kipindi naanza maombi ya alfajiri nilipata hii changamoto ya kuwa na hali ya usingizi, lakini kwa kupitia mafundisho ya baba yetu Prophet Moses Chela nimeweza kuishinda hiyo hali. Ninafanya sala zangu alfajiri na ninaona matokeo makubwa. Na maombi ya alfajiri yanakufanya uone siku yako inakuwa tulivu. Na hata kama changamoto zikija zinakukuta tayari umeshajiandaa kiroho, na inakufanya uone urahisi kwako kwa kuzishinda. Na hapo naomba naongezea kitu, maombi ya alfajiri hayakufanya usikutane na matatizo, bali yanakujenga na kufanya usiumbishwe na matatizo yanapokuja. Basi ndugu mtazamaji, tumeweza kumaliza sehemu yetu ya pili. Tunaingia kwenye sehemu yetu ya 3 na ya mwisho inayosema nguvu iliyofichwa kwenye maombi. Asante. Wapenda watangazaji wenzangu, ningependa kuuliza, kwa sababu watu wengi wanauliza, kuna tofauti gani kati ya haya maombi ya saa 12 jioni na hiyo alfajiri? Asante. Ndugu watazamaji, ninapenda kulijibu ili swali. Ni kwamba maombi ya jioni tunaona ni kwamba mtu anakuwa anaomba, lakini anakuwa ameshachoka siku nzima, anakuwa amepitia vita vingi vya dunia. Lakini ukianza maombi yako alfajiri, ina maana kwamba siku yako nzima inaenda kupiganiwa na Mungu. Hivyo basi tunapenda kuwashauri, ili usipate uchovu wa kuomba jioni, tunaomba siku yako nzima ikapate kuanza na Mungu, uanze kufanya maombi yako alfajiri, ili hata jioni utakaporudi ninakuwa rahisi kumshukuru Mungu kwa kukulinda kwa siku nzima. Kwa kuongezea ni kwamba maamuzi mengi mazito hufanyika alfajiri, kwa sababu akili inakuwa tulivu, roho iko wazi, na sauti ya Mungu huwa haisumbuliwi na kelele. Ndugu mtazamaji, kama bado hujaanza maombi ya alfajiri, unaweza kuanza sasa.
na sio lazima uanze kwa muda mrefu. Unaweza kuanza kwa dakika 3 mpaka 5. Naamini hizo dakika ni nyingi sana kwa Mungu. Hivyo basi, wapendwa watazamaji, fanya alfajiri yako kuwa mikataba mipya ya Mungu. Usisubiri mpaka hali ibadilike. Anza sasa kubadilisha mwanzo wa siku yako. Ndugu watazamaji, siku ya leo hatujaja kuwafundisha kuomba zaidi, bali tumekuja kuwafundisha kuomba kwa usahihi. Kwa hiyo tunaona jinsi gani maombi ya alfajiri yana nguvu, lakini pia usiangalie mazingira yapoje, tunaomba uangalie, je, ndani yako kumekuwaje? Hivyo basi katika hili somo tunaomba mshare na watu wengine watakavyopata wao uponyaji na kupokea uponyaji, na sisi tutapokea baraka na uponyaji. Tunasema asante sana kwa kutufuatilia. Pia tunaomba muendelee kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, TikTok, Instagram na Facebook kwa jina la baba yetu Prophet Moses Chela. Ili somo bado linaendelea. Kwa hiyo tunaomba msiache kututazama, msiache kusubscribe, msiache kutufollow. Asanteni sana. Alfajiri yako ibebe nguvu na siku zako zibebe ushindi, na Mungu akubariki. Amina.